upendo sio kuolewa. Ukinipenda hata wewe ukiniambia nakupenda, umeniambia it's okay. Mimi na ndio na hapana. Kwa hiyo labda mimi sitaki kuongea vibaya juu ya pastor, maana yeye ni pastor. Ni tunafahamiana naye. Tunafahamiana vizuri sana. Sitaki kuongea vibaya kwa sababu bado pamoja na yote yule ni mtumishi wa Mungu. Kwa kuna heshima yake lazima niitunze, niilinde hapa. Lakini niseme yote kote kwa sijawahi kuoa. Mimi hivi nilivyo ndo Rose tu, nimebaki huyu tu mnanionaga siku zote. Ukinichumbia nitakwambia subiri tumuulize nani? Mungu. Na sio mmoja au wawili. Wengi nitawaambia subiri, kama ni wewe Bwana akiniambia sio okay, kama ni wewe akiniambia sio, kama ni huyu Mungu ataniambia tu. Kama sio usinilazimishe niseme ndio. Kama sio usinilazimishe wewe niishi kwenye wazo lako kwamba kwa sababu umenipenda sana basi na mimi niseme nakupenda. Basi au niishi kwa sababu umetaka sana. Sio kweli. Mimi kanuni ni moja tu kwangu. Hata uniambie nakupenda, hata uje kwetu nyumbani, hata uje kwa mchungaji wangu, finally mimi Roho Mungu aniambie ndio. Asiposema ndio, tulia kaa kimya, nitakwambia tu kama ni ndio. So status pastor ni kwamba alionyesha upendo, anaonyesha upendo, Okay. Kwa jibu lake ni kwamba asubiri. Ngoje. Angoje tu kama wengine wanavyongoja. Wakati wa Mungu ukifika kila kitu kitakuwa sawa. Wanasubiri. Rose, unaweza ukaolewa, ukakubali kuolewa. Kama mwanamke napenda kuolewa. Lakini kama wanavyosema ina depend kwamba Mungu anasema nini kuhusu mimi. Kwa sababu iko hivi, lakini Mungu analo kusudi alioniumbia mimi hapa duniani. Kwa hiyo nalitazama kusudi la Mungu hasa ni nini. Nitamuuliza Baba, je, uko tayari mimi niende niolewe, niwe mke wa mtu? Na nikitakiwa kuwa mke wa mtu, itabidi Mungu nitengeneze 1, 2, 3 nifae kuwa mke wa mtu, kwa sababu ndoa ni pumzi ya Mungu. Je, nitaweza? Sio niende kwa sababu kuna mashela yanauzwa Kariakoo, kuna michango ya harusi nitachangiwa. Sio kweli. Kwa sababu wewe Sky unaona huduma niliobeba. Leo niko hapa, kesho niko pale, kesho kutwa niko pale, kesho kutwa niko pale. Na wao umeona ndoa za waimbaji wengi zinafika mahali zinakufa. Kabisa. Sio kwa sababu gani, ila kuna lile kusudi Mungu alioweka ndani yao. Unajua Mungu ni Mungu mwenye wivu. Kama ameweka kitu ndani yako anataka kiwe, kitakuwa. Hata akiamua kufukuza mwanaume atafukuza, ataleta timbuli na muachane, wewe uendelee kutumikia. Hiyo ndo kusudi la Mungu. Enyi wake watiini waume zenu. Je, wakati wewe unaniambia mimi mke wangu nimerudi, naomba unipike chakula kizuri. Je, mimi niko tayari kukaa kupika chakula? Wakati huo nina muziki tayari nimeshatengeneza kwa alafu tumepatana saa 10 nije niachie kionjo. Yani kitakachokuwa na nguvu ndo nitafanya. Kama muziki ukiwa na nguvu, nitakuacha hapo, nitaenda kufanya kile. Kwa hiyo wanaume wanapoenda kuoa watu kama sisi waelewe kuna vitu tumebeba. Kwa hiyo kuna ugumu sana, mimi naongea ukweli. Usiponijua mtu kama mimi ukanichukulia ni mwanamke kama walivyo wanawake wengine kwa sababu nina maumbile ya kike, unakosea. Kuna vitu nimebeba ambavyo wewe huvioni kwa namna ya mwili wa macho ya nyama. Na mwingine anakuja anasema nikioa Rose nita trend, jina lake litanivusha mahali fulani. Sasa huyo anipendi. Huyo akutrendi anipendi. Kwamba huyu mwanamke nikimuoa basi nitatrendi, nitaitwa fulani, yani unaoa fursa. Wewe unipendi. Kwa sababu na Mungu hata kuruhusu. Yani utakutana na kitu kizito hata kuruhusu. Kabisa Mungu atakuondoa mahali pangu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasema hivi, ni rahisi sana kuoa mwanamke yote unayemuona, lakini muimbaji, yani mwanamuziki. Sisi wanamuziki wa nyimbo za Injili ni ngumu kwa sababu mawili. Aidha nikutii wewe au nikitisu sauti ya Mungu kule, yani nikibaki kwenye ule uhalisia wangu wa mwanamuziki, yani sio mwanamke tena, nitakuwa mwanamuziki kwako. Nikiwa mwanamuziki kwako sitakuhudumia jinsi pasavyo kwa wewe kama mwanaume. Kwa hiyo inabidi wewe uombe kama mimi ndiye au mtazamie mwingine. Na Mungu akikwambia hapana, acha, kwa sababu baadaye